Karibu, tunaanza na habari za kitaifa. Taasisi ya The Islamic Foundation chini ya mwenyekiti wake Arif Nahdi imeahidi kushirikiana na shule ya sekondari ya Matibwa iliyopo mkoa wa Pwani ili kuweza kutatua changamoto katika shule hiyo. Taarifa ya mwanahabari wetu Abdurrahman Omar ina mengi zaidi. Wa taasisi ya The Islamic Foundation Arafat Badru alipomwakilisha mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya The Islamic Foundation Sheikh Ibrahim Toha katika mahafali ya wanafunzi wa Kiislamu katika shule hiyo iliyopo halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo. Arafat amesema kuwa taasisi hiyo imekuwa mdau muhimu wa elimu kwa kushirikiana na jumuiya ya Tamsia ili kuweza kuondosha changamoto kwa wanafunzi katika ngazi mbalimbali za kielimu hapa nchini. Katika yale ambayo yamezungumzwa, kuna changamoto ambazo zinagusa sekta ya elimu moja kwa moja. Mfano, changamoto za vitabu, walilahi alhamd. Kwa kile ambacho kimekuwa bahati kwetu, tumekuwa tukipata fursa ya kupata baadhi ya vitabu ambavyo vinaweza kusaidia katika kutoa elimu ya dini ya Kiislamu katika mashule. Na tumekuwa tukishirikiana vizuri. Kwa mfano, Tamsia mkoa wa Morogoro tuko nao karibu sana, na mikoa yote kwa ujumla mpaka makao makuu. Kwa hiyo tunafungua mlango katika haya ambayo yamezungumzwa. Kwa yale ambayo yatakuwa yako ndani ya uwezo wetu, inshallah tutaendelea kushirikiana sisi kama taasisi ya The Islamic Foundation pamoja na Tamsia katika kuona kwa namna gani tunaweza tukatatua changamoto hii ya upungufu wa vitabu. Pamoja na hilo, upungufu wa walimu ni mambo ambayo tunafungulia milango. Tukutane, tuzungumze, sisi kama wadau katika sekta hizo tunaweza tukashauriana nini cha kufanya. Lakini pia imezungumzwa kadhia hapa ya msikiti. Kadhia hii ya msikiti, kuna kadhia mbili. Kuna kadhia ya upanuzi wa msikiti ambao vijana wanatumia kuswala Ijumaa, lakini pia kuna kadhia ya msikiti ambao unatakiwa ujengwe kama musalla, yani vijana waweze kutekeleza ibada zao za swala 5 yaumia. Kwa hiyo sisi kama taasisi yote tutayatazama inshallah. Tutaangalia hili ambalo linawagusa wanafunzi moja kwa moja, na tutaangalia pia ambalo liko karibu yetu, kwa maana kituo ambacho kiko karibu na shule. Alafu tutaona kwa namna gani sisi kama taasisi tunaweza kusaidia inshallah katika hayo yote. Sababu yote ni katika njia za kheri na sisi tuko katika njia ya kheri biidhnillah. Kwa upande wao, mwalimu mlezi pamoja na mwalimu wa elimu ya dini ya Kiislamu amewataka wanafunzi hao kuishi kwa misingi ya dini tukufu ya Kiislamu ili kuweza kuwa raia wema. Kwa sisi tulivyowaandaa, tumewaandaa kwenda kuwa raia wazuri huko mtaani mnakokwenda. Kwa maana kama ilivyo dini yetu kwamba ni mfumo kamili wa maisha, tumewaandaa kwenye nyanja mbalimbali ambapo mtaenda kufiti kwenye jamii ambayo inawasubiri kwa hamu. Kwa kuwa tumewaandaa sisi, kwanza muende mkaitumike familia zenu. Tumewaandaa hapa ili muende kuwa msaada kwa familia zenu. Lakini la pili, muende kuwa msaada kwa dini yenu. Kwa maana tunatarajia hapa kwa tulivyoandaa mshiriki kwenye kuiendeleza dini yenu, kushiriki kwenye mambo mbalimbali mazuri ya kuiendeleza dini yenu. Ikitokea mtaani kwako upo kuna shughuli yoyote, function yoyote inayohusiana na dini yako, tafadhali jitokeze ili uonyeshe kwamba wewe kweli ulikuwa umeandaliwa kwa ajili ya kwenda kuutumikia Uislamu huko unakokwenda. Nawahusia kujishughulisha. Msifike nyumbani mkawa mzigo mzito kwa wazazi. Jitahidi kutafuta jambo ambalo litakukeep busy. Usifike sasa ukasema nalipiza, nilivyokuwa nakaa hostel siangalii TV, sasa ndo picha zote naanza kulipiza sasa moja mpaka nyingine. Ukiamka saa 12 baada ya swala subuhi wewe uko kwenye TV. Mpaka jioni tena ukija kulala unalala nayo mpaka unasinzia. Tafuteni vitu vya kufanya, lima bustani, ujasiriamali mbalimbali, jishughulishe na mambo ambayo ya halali. Vitu vya halali ambavyo unaweza wewe mwenyewe ukajipatia kipato chako ukijiandaa kwenda form 5 au chuo au maisha kwa ujumla. Kwa hiyo naomba mfanye mambo. Na hapa wazazi naomba muwasaidie. Maana wazazi tumegawanyika. Kuna wazazi ambao wanataka wategemee watoto tu. Kwa hiyo kama hivyo kijana kamaliza basi anamwachia jukumu zima la maisha. Anamwambia ushakuwa mkubwa wewe ndio ufanye kila kitu. Hii sio nzuri kwa sababu bado ni watoto wanalelewa. Awali katika risala ya wanafunzi hao walieleza kuwa wanakabiliwa na changamoto mbalimbali
ikiwa ni pamoja na ukosefu wa msikiti, vitabu vya dini pamoja na usafiri wa kuweza kufika maeneo mengi kufundisha dini. Ndugu mgeni rasmi, mbali na changamoto hizi, tulipendekeza yafuatayo yafanyike ili kuboresha ustawi wa jumuiya hii, ili kuleta maendeleo chanya hasa kwa wanafunzi wa Kiislamu waliopo shule za sekondari halmashauri ya Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Moja, upatikanaji wa chombo cha usafiri kama vile pikipiki ili kuwezesha viongozi kuweza kufanya ziara maeneo mbalimbali, kutatua changamoto mbalimbali kuhusiana na wanafunzi wa Kiislamu wakiwa vyuoni. Mbili, kujengwa msikiti karibu na shule. Kuna eneo nje kidogo na shule ambalo muumini alitoa kwa ajili ya kujenga msikiti ili kupata fursa ya kuswali karibu na shule. Tatu, upatikanaji wa vitabu vya kiada na ziada kwa ajili ya kufundishia elimu ya dini ya Kiislamu mashuleni. Naye mmoja wa wazazi akawa na haya ya kusema. Umemaliza shule yako ya sekondari hapa Matimbwa, unarudi uraiani. Huko uraiani ni matatizo, ni shida kubwa sana. Kwa hiyo jitahidi unaporudi uraiani uepukane na makundi, kwa sababu mpaka sasa hivi vijana wengi wanapotea kwa sababu ya makundi. Akishamaliza shule yeye anajiunga na makundi ya walevi, wavuta bange, kuna walioko kwenye ubanda wenyewe wanaita, nafikiri mnawajua huko vijijini. Kwa hiyo jitahidi kuepukana na hilo. Ukirudi fuatilia yale mawaidha ya wazazi, endelea kuwa kijana bora katika maisha yetu ya baadaye. Nashukuru. Abdurrahman Omar, TV Iman. Wakulima wa mazao ya viungo wilayani Morogoro wapo mbioni kupata tija zaidi mara baada ya kuzinduliwa kwa mradi wa kuhuisha mazingira kupitia kilimo hicho utakaosimamiwa na taasisi ya kuendeleza kilimo. Taarifa ya Hassan Ninge na mengi zaidi. Wakati wa kutoa elimu kwa wakazi wa kata ya Konde, meneja wa AGCOT mkoa Morogoro, John Banga, amesema kuwa mradi huo unaenda kuchochea mapinduzi katika kilimo cha viungo katika kata 3 za wilaya Morogoro ambazo ni Tawa, Konde pamoja na Mkuyuni. Huu ni mradi ambao uliasisiwa na wataalam kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro kwa kushirikiana na sisi AGCOT kama taasisi ambayo inajaribu kusaidia kuchochea mapinduzi ya kilimo, hususan kilimo kibiashara katika mazao ya viungo. Mradi huu ulipaswa kuanza mwezi wa 7 lakini tumechelewa kuanza mwezi huu wa 8 uliopita, na tuna malengo makuu matatu. Lengo la kwanza ni kumwezesha mkulima kupata miche ya mazao matano, kuchochea kwa kupitia njia hiyo ya upatikanaji wa miche. Sehemu ya pili ni katika masuala mazima ya kuongeza thamani. Ndio maana ameeleza hapa katibu tawala kwamba kutakuwa na uwezeshwaji wa kuweka kinu kimoja kidogo kwa ajili ya kukamua mafuta ya manukato yale yaliyoonyesha pale kwa mazao yote haya. Tulisikitika sana kwa mara ya kwanza tulivyoona kwamba kwa huku Morogoro watu wakivuna midalasini pale shambani, yale majani yanazagaa hapo afu baadaye yanakusanywa na kupigwa kiberiti. Ile ni pesa. Maana yake ni noti za 10,000 na 5,000 umepiga kiberiti. Yale majani tungekuwa tunayakusanya na kupeleka sehemu ambapo kuna mashine au mtambo ambao ungeweza kuchakata na kupata mafuta, basi inakuwa ni hela inaenda kwa mkulima yule yule. Kwa hivyo tutafanya hiyo kazi, tutaweka mashine moja kama mfano, itakuwa pale Tawa, pale sokoni, na pia kutakuwa na mtambo mwingine mdogo utakaotumika pale kwa ajili ya kukausha mazao mbalimbali.